Basi rekodi mwanangu, vipi wewe? Oa blaze. Oa sikia kwanza. Zima kamera yako. Oa mambo yote. Bwana mambo vipi wanangu wa Nasmic Brand TV. Leo nilikuwa nimekuja kitaa cha Buza kumtembelea msanii mkuu wa Big Boss, yani movie inaitwa Big Boss ambaye ana trend kweli kweli. Utamjua hapo hapo. Kameramani, naomba ufuatilie mdogo afu mimi nitakuja. Bwana rekodi mwanangu, vipi? Basi rekodi mwanangu, vipi wewe? Oa blaze. Oa sikia kwanza. Zima kamera yako. Oa mambo yote. Tulia kwanza. Mwanangu mwanangu, ngoja kwanza. Mtu wa kipindi, subiri kwanza kaka. Mtu wa kipindi mimi, mbona mtaka mgombana? Kipindi cha nini mwanangu? Hata kama angalia brand. Angalia kwanza, zime kamera tuelewane. Oa mwambie zime kamera. Subiri kwanza. Angalia brand hapa. Soma na TV kabisa bro. Mbona mnakuwa mna mind hivyo? Wasema nini mwanangu, unazingua blaza. Sawa, wewe ni mtu wa media sawa. Tena upo kwenye brand kubwa, inakuwaje unakuja kutuoje hali ya kuoje tupa taarifa mwenetu? Yaani fanya surprise ndugu yangu. Sasa surprise unakuja katika sehemu zetu za starehe mwanangu, tumepoa ili mradi tupunguze mawazo, unakuja kishamba mwanangu. Oa mwanangu. Kaka wewe mtu mkubwa ndio maana nimeamua kukutafuta leo kwa surprise. Jamaa anazingua ujue mwanangu. Sema nini sikia? Amna, umesikia? Yaani huyu mtu mkubwa ndio maana nimeamua kumtafuta. Big Boss movie kubwa sana hiyo ndugu yangu. Ndio maana nimeamua kumtafuta. Sawa, sema sikia mwanangu. Wewe si ndo mido? Wewe si unajiita mido? Mimi ndo mido mwenyewe. Sema fresh kwa sababu umekuja na hii brand. Mimi mwanangu fresh tutafanya interview, lakini usingekuja na hii brand. Mwanangu leo ningekuzingua mwanangu. Sawa mwanangu, hebu tutulie basi tupige interview kaka. Fresh mwanangu, tuchili hapo sasa mwanangu. Sema siku nyingine unajiongeza babu. Usiwaze kakaangu, usiwaze mwanangu. Brand zako unafanya kazi kwenye brand kubwa la brand kubwa kweli, Nasmic Brand kubwa ni TV kubwa sana ndugu yangu. Bwana mambo vipi bwana Ngelini OG? Mambo ni fresh sana mzee. Kama kawaida. Kama kawaida. Bwana leo nimeamua kuja kupiga story na wewe kidogo ili tuweze kufahamu na mashabiki wanaokutazama waweze kujua Ngilini ni nani na kwa nini akaamua kujiita Ngilini na kwa nini wewe ukaamua kujiita Ngilini sio jina jingine. Unajua hii kwanza uwaga watu wengi sana wanapataga ugumu kwenye kutengeneza jina lao, na asilimia kubwa sana wengi uwaga hawaamini wao walipo, hawaamini uwepo wao pia, na ndio maana unakuta mtu anatengeneza jina ambalo hilo jina ukimuuliza hata chimbu ya hilo jina hajui ni kwa nini amelipata. Yani anaona umaarufu hauji alipo yeye kupitia jina lake. Mimi jina la Ngilini ni jina ambalo la familia kabisa, ni ukoo wa kuzaliwa. Yani sisi ukoo wetu unaitwa Ngilini. Na mimi nilibeba jina kwa kuitukuza familia yangu, na naamini nitafikia malengo na nitapata maarufu na pia nitatengeneza brand yangu kupitia jina langu. Kupitia jina la Ngilini OG. Sawa. Bwana tunataka tujue kwamba umeanza kufanya kazi na Clam Vevo. Tupe ugumu uliotokea hapa mpaka kwenda kukutana wewe na Clam Vevo akakuamini, akaamua kusema bwana Ngilini tufanye kazi. Yani kwanza ukweli kabisa, mimi Clam Vevo kabla ya kuwa na igiza sikuwahi kumjua Clam Vevo na sikuwahi kumfuatilia popote pale. Clam Vevo nimejuana naye mwaka 2024. Na kabla ya kuingia kwenye mambo ya maigizo, mimi sikuwahi kuwa msanii wa maigizo wala sikuwahi kuwa na ndoto za kuja kuigiza. Ila mimi ni mtu ambaye nilikuwa natamani sana siku moja nisimame kama hivi nilivyosimama leo kwenye interview. Ni mtu ambaye ndoto zangu nilikuwa natamani siku moja nikae sehemu niojiwe na watu, au nisimame mbele ya maiki watu wananitazama niwe naelezea kitu. Ndio kitu ambacho nilichokuwa nakitamani. Kwa hiyo hichi ndio kilichonifanya kwanza nipambane kuingia kwenye filamu ili nifikie haya malengo yangu ya kusimama mbele za watu au kusimama mbele ya media kama hivi. Nilikuwa ni mtu ambaye sifuatilii mambo ya filamu wala music. Yani mimi nilikuwa kwanza sijui ninachokifanya. Na wakati naanza haya mambo ya sanaa nilikuwa sijui nafanya sanaa ya aina gani.
lakini kwa kuwa nilikuwa napenda sana mambo ya interview, nilikuwa naingia mitandaoni nafuatilia watu wanafanywa interview, wasanii mbalimbali nimewajua kupitia interview zao. Kwa hiyo na mimi nikaona je, nitafikiaje malengo yangu? Ngoja na mimi niingie kwenye mambo ya sanaa. Ndio hivyo nikawa natazama mitandaoni, lakini watu ambao nilikuwa nawatazama kipindi hicho nakumbuka ni vijana wanaotengeneza maudhui ya content za motivationist. Yani watu ambao wanaongea sana. Nilikuwa napenda sana mtu akiwa anaongea kuliko mtu akiwa anaimba. Kwa hiyo nikawa nafuatilia vijana na walionifanya nimeingia rasmi ni vijana watatu ambao nilikuwa nafuatilia kipindi hicho. Alikuwa Amilado, huyu dogo Amilado, alikuwa Mansuri, lakini pia alikuwepo dogo mmoja anaitwa Charming Chaz, ni marehemu sasa hivi alifariki. Ni kijana ambaye nilikuwa nafuatilia sana. Kwa hiyo ilifikia hatua nikawa nilimtafuta siku moja Charming Chaz tuweze kuzungumza namna gani na mimi nitafanya vizuri kama wanavyofanya. Kweli bahati nzuri tuzungumza, ila bahati mbaya baada ya siku 3 yule kijana akafariki. Kwa hiyo ikawa ndoto ya mimi kukutana na yeye ikawa imefia hapo. Lakini sasa baada ya msiba wake na mimi nikasema ngoja tu niende msibani. Ila nilivyofuatilia maudhui ya msiba, watu wanavyoya public kwenye mitandao, nikaona kumbe huyu mtu alikuwa maarufu na watu wasanii mbalimbali wakawa wanaitika wito. Nikasema hii ni sehemu sahihi ya mimi kwenda kufanya nini? Kufanya kipindi ambacho mimi natamani siku moja nikifanye. Kwa hiyo nikawa natamani nifike kwenye ule msiba nitafute watu ambao nitakuwa na waoji, kwa sababu cha kwanza nilikuwa napenda mimi kuoji watu. Cha pili nilikuwa napenda mimi kuhojiwa. Kwa hiyo nikaona kabisa nikifika kwenye hii huzuru basi nitapata watu wa kufanya nini? Wa kuhoji. Kweli nikafika siku hiyo, niliondoka na kijana wangu mmoja anaitwa Rashidi, anashinda pale Kariakoo. Nikafika pale nikawa natafuta watu wa kuhoji. Lakini mimi nikawa natafuta watu ambao wameguswa na msiba zaidi. Wale ambao wameguswa sana. Sasa kijana yule akaniambia bwana twende tukahoji pale, kuna jamaa anaitwa Clamvevo. Sasa mimi simjui, nikamuuliza Clamvevo ni nani? Akaniambia mjui vipi? Clamvevo ni huyu jamaa anavuma na movie zake zinaitwa Big Boss, kipindi hicho ndo msimu wa kwanza. Anavuma na nini Snake Boy. Mimi sijui mambo ya movie. Sasa nikamwambia bwana sikiliza, tutafuta watu ambao waloguswa na msiba. Yeye akaning'ang'aniza tumfuate. Ni kweli bwana, tukaenda tukamkaribia. Tunapomkaribia pale nikakuta kuna watu wamemzunguka. Yaani media mbalimbali zimemzunguka zinamhoji kuhusiana na ule msiba. Baada ya kumuona nikashtuka nikasema kumbe mtu mwenyewe ndo anataka tukamhoji ni mtu maarufu hivi. Nikashindwa nafasi ya kumhoji. Lakini baada hapo nikaona alipanda gari akaondoka na mimi tukaondoka. Ila baada ya kurudi nyumbani nikaona sasa kumbe kuna fursa ya kuwa maarufu, ya kuwa star. Nikaamini kumbe ukiwa star siku moja watu watakutafuta, watakuhoji na watakuuliza maswali mengi, kitu ambacho ni ndoto za maisha yangu. Ni kweli. Na mimi baada ya hapo nikaanza kuingia kwenye filamu, nikaandika filamu zangu, nikaita vijana. Kipindi hicho nilikuwa na pesa pia. Nikaita vijana tukakusanyika pale, nikawa naandika story mimi mwenyewe, na wachukua na kodi gari naenda vijijini, tunashoot tunakuja. Nikashoot movie changu cha kwanza kilikuwa na dakika 50, nikashoot movie ya pili, ya tatu. Ni bahati nzuri nilivyoshoot ile movie ya tatu kumbe mitandaoni na pia ikatembea, watu wakaiona. Kwa hiyo baada ya siku 2-3 kuna blaza mmoja, blaza wangu anaitwa Ibrahim Bwera, yule ni blaza wangu kabisa, lakini pia alikuwa anafanya kazi zake, ila mimi nilikuwa sifuatilii kwa sababu mimi sio mpenzi wa movie. Siku baada ya kuona zile vitu nilivyovifanya, akanipigia simu akaniambia mdogo wangu kuna nafasi imetoka kwa Clamvevo. Kwa Clamvevo sasa mimi sikumbuki Clamvevo ni nani, nikamuuliza kwa Clamvevo, akaniambia Clamvevo kuna movie inaitwa Snake Boy nataka uje ucheze. Nikawaza sana, lakini akaniambia fikiria muda wako baadaye nitakupigia, sasa hivi ndio ratiba zangu zimenibana. Nikamwambia sawa. Baada ukata simu mimi nikatafuta majirani, nikawauliza jamani, hivi kuna mtu anaitwa Clamvevo mnamjua? Wale washikaji wakaniambia Clamvevo ni mtu maarufu star, huyo namzunguzia star mzee. Wakaniambia Clamvevo ni mtu ambaye ana movie zake mtandaoni, yeye ndo namba 1 sasa hivi. Nikasema kumbe hadi huku mtaani kwetu wanamjua. Kwa hiyo nikaunga matukio. Yule dogo Rashida aliniambia kwamba tumuoji, nikamwona kweli watu wanamuoji, watu wamemzunguka. Sasa nikaona kumbe hii ni point, sasa ni sehemu ya mimi na mimi kwenda kufanya. Umeona? Ni kweli baada ya kuuliza niliwaambia bwana huyu ana movie yake Big Boss imetawala sana, lakini pia kana movie nyingine inaitwa Snake Boy imetawala sana msimu wa kwanza na sasa hivi yuko msimu wa pili. Nikaona kumbe. Kwa hiyo msimu wa pili kipindi hicho nakumbuka ndo na mimi sasa baada hapo kupata hayo maneno kwa washikaji walionizunguka pale, kabidi niingie mtandaoni nimwangalie sasa Clamvevo. Kwa mara ya kwanza namwangalia Clamvevo mtandaoni, kwa mara ya kwanza naanza kujua mambo ya filamu anofanya Clamvevo. Niliangalia pale kweli, nikaangalia Big Boss
episode ya kwanza ya pili nikaacha, nikaingia kwenye Snake Boy, nikaangalia episode ya kwanza ya pili ya tatu mpaka ya tano, nikaona kweli huyu anastahili kufikia haya watu wanaoyatangaza kweli. Baada ya hapo brother Ibrahim akanipigia simu saa 10 jioni, akaniambia mdogo wangu atakuwa ufike kambi, akanielekeza kambi ipo Mlandizi. Umeona Mlandizi unaingia ndani. Aliponielekeza mimi niko na somo mbaya. Nishapata sasa ile kihamu kusema na mimi naenda kufanya kitu. Umeona? Ngoja na mimi sasa nipande gari. Ngoja na mimi niane, sikupanda gari sasa mzee. Nilipoulizia nikaambiwa kuna treni ya mwendo kasi. Kaenda kupanda treni pale Kariakoo mpaka Ruvu. Nikashuka nikapanda pikipiki mpaka kambini kwao. Nimefika pale saa 1 mzee ya usiku. Natua pale kwa mara ya kwanza, sijawahi kukutana na hayo matukio. Nafika mtu wa kwanza kabisa na yashuka kwenye pikipiki, namuona yule jamaa anaitwa Zumba. Anapita pale, nikamtoa bro. Brother aliponiona tu akanifuata, akamwambia mgeni wetu, nikamwambia ndio. Bro, yule jamaa ukimwona unaweza ukasema ni mtu mmoja ambaye labda kauzu nini, afu ni mtu mmoja pisi sana. Akanipokea pale, akanipeleka kambi, akawaita vijana wampokeni brother, muonesheni mazingira kuweka mizigo fresh, sababu nenda na begi kubwa. Umeona kweli. Fika pale nikakutana na brother Mbwela, akaniambia bwana, sasa mdogo wangu itabidi ulale, asubuhi ndo ukutane na viongozi. Sijakutana na Kramu muda huo. Ni kweli asubuhi ilipofika Ibra Mbwela akaja akaniambia mdogo wangu sasa itabidi ukutane na director Kakoso. Sasa mimi najiuliza Kakoso ni nani? Simjui mzee. Ananiambia Kakoso, nikamuuliza Kakoso ndo nani? Akaniambia director. Lakini akaangalia akaniambia hapa hajafika, maana alikuwa yeye analala pembeni kidogo, alikuwa amepanga nyumba yake. Kwa hiyo sasa akaniambia nenda kwa brother mmoja anaitwa Mwanchi. Akanionyesha yule pale, nikaenda nikamuuliza bwana, ninamhitaji Kakoso. Kakoso ndo nani? Naye akaniambia no, mjui Kakoso. Sasa mimi simjui mzee, na siwezi kudanganya namjua katika kitu sikijui. Ngambia simjui. Akaniambia poa, ngoja hajafika, akifika hapa nitakuonesha. Baada ya dakika 5 kweli Kakoso akaingia. Fika pale akanambia yule brother Mwanji, nenda kaonane na yule pale direct. Akamfuata, akamwambia bwana brother, nimekuja, nimeomba nikuone. Akamwambia wewe ndio yule mgeni ambaye uliingia usiku. Akanambia taarifa zako ninazo. Sasa cha msingi wewe nenda kaonane na Mwanji, atakupa mlolongo wote kuhusiana na wewe. Sasa nikamuuliza tena yeye director, Mwanji ni nani? Akamwambia wewe Mwanji naye umjui. Sasa kila anapoenda huyu nawaambia simjui, waamini. Nikamwambia simjui, akanambia nenda kule pale, akanirudisha kwa yule brother ambaye ndio nilionana naye yani mara ya pili. Akanambia ngoja director hajafika, nikaona naye pale. Akanifanya nini hapo, ndo kwa mara ya kwanza sasa brother anaanza kuniambia kwamba bwana wewe utacheza kama mdogo wangu kwenye Snake Boy. Kipindiko Snake Boy ipo episode ya 20 ngapi? 25. Kwa mimi naingia kwenye episode ya 26. Brother baada kuniambia bwana utacheza kama mdogo wangu, akamuita mdada anaitwa Jimina. Yule mdada ambaye nichezana kama mke wangu. Bro, yule mdada ni mtu hatari mzee. Yule mdada ni msanii haswa. Akaitwa pale, alipokuja pale akamwambia bwana huyu ndo utacheza naye kama mume wako. Kwa hiyo akanielekeza namna pale. Sasa Jimina ikabidi anambia tukae pembeni, tuangalie nini, tusome script. Kumbuka mimi sijawahi kupita hizo sekta bado. Mimi na ule usanii wangu wa mtaani unafanya. Kweli bwana, kusoma script ndani ya dakika 5, script nilopewa ile nikamwambia ni sheka lili. Mdada alishangaa kwanza. Akaniambia wewe umekalili kweli? Uko serious? Nikamwambia ndio. Akamwambia sewe leo mimi utanipasua kichwa. Yaani wewe unaonekana wewe msanii mkubwa utaniangusha. Hapo hajui kama mimi yani ndo hamna kitu kabisa. Umeona? Kwa sababu kile kitu nakipenda. Kwa sababu ile kitu nakipenda, alafu pia waga nikizamilia kufanya kitu waga nafanya. Kwa hiyo mdada kweli akaniambia sasa kama umekalili basi tuliesi, kwa sababu yeye alikalili tangu usiku script, kumbe alikuwa nayo. Kwa hiyo tukapita nayo. Akaniambia kweli wewe bwana utafanya kitu. Lakini akajifanya yeye ajui. Kumbe yeye anajua. Alafu kumbe alikuwa anataka kuniangusha mimi. Alafu mimi nina timingi zangu. Je, ukijifanya hujui mimi najifanya sijui zaidi yako. Kweli bwana, baada ya dakika 5 Kakosa akaniambia tayari kama mpetisha kalili twende wapi? Set. Kaenda pale kujichora nini, tukaenda set. Sasa set hapa kuna Kakoso, hapa pembeni kuna Kramu. Alafu Kramu hatujuani, hatujawahi kusalimiana. Umeipata? Yaani hatujuani, ndo kwa mara ya kwanza ananiona pale. Kwa mara ya kwanza mimi kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili namuona pale. Ile kwa mara ya kwanza ananiona pale. Sababu kwenye siku iliyotaka kwenda kumoja na maana yeye kukuona. Ila wewe hata kama ameniona hawezi akanizingatia kwa sababu mimi ni nani anijue. Lakini kwa mara ya kwanza ananiona pale. Kwa sasa tukapewa script ile ya kwanza. Kamera director anamwambia kamera seti, baada ya kuseti action mzee mimi nikapita.
Kwa mara ya kwanza, script ya kwanza hiyo nakumbuka, na Stress Sound kwa mara ya kwanza mpaka hivi leo nafikia hapa, ndio script mpaka nitakufa. Hiyo issue nilikuwa sisahau, kwa sababu ni scene ya kwanza ambayo imenionyesha kwenye kioo, ni scene ya kwanza ambayo mimi ndo namulikwa kwenye kamera, na aliona bonge la kamera pale mbele, alafu kuna watu wakubwa wananisimamia, nikapita nayo mzee, kama sina akili mzuri. Au kutetemeka hata kidogo, maana kuna mzee, kutetemeka. Nilipiga kazi, yani ya kwanza tu alianza na wide, nikapiga wide, na namsikia tu director ananiambia cut. Mimi naanza kujiuliza cut ndo nini, au nimeharibu? Director ananisogelea, anamuita cameraman, wewe ampige shot huyu jamaa, huyu ndo kaua. Kwa mara ya kwanza naomba mimi nimeua mzee, yani nimefanya vizuri. Akasema ise, hii ni noma sana. Lakini ukweli kuanzia My Daughter mimi na Clam tukaanza kuingia sasa kwenye mambo ya maslahi. Yeye akawa anaona mimi ninastahili kulipwa, lakini kwenye Strike Boy so uongo, nilifanya kama ni sehemu tu mimi kujitangaza. Na maana ulianza kulipwa kwenye kuanzia My Daughter. Ambayo mpaka sasa hivi umefikia kwenye Big Boss. Ila kuangalia kwenye mfano kwenye Big Boss umecheza sehemu chache sana, yani sehemu chache mpaka unajua huyu mtu huyu, mbona sehemu nyingine za muhimu zile wanaonekana sehemu ambazo ni chache. Shabiki sasa wanauliza hapo, sasa wewe kama wewe Ngelini, nitakuwa jaribu kuwaelezea kwamba changamoto ambazo zilizotokea mpaka ikatokea kwamba usicheze zile scene nyingine, ukacheza unachagua nacheza kipande hiki hivyo vinakuendelea. Ukweli kwanza hilo swali nakutana nalo kwa mashabiki wengi, kwa sababu mimi sasa hivi nina mashabiki wengi wananambia huyu jamaa unacheza tena kwenye Big Boss lakini hatukuoni kwenye nafasi kubwa. Lakini kwamba watu wanatakiwa waelewe kitu kimoja, yani filamu ni maisha ya kitu fulani, sawa Kama unavyojiona wewe umetoka nyumbani ukaenda siji wapi afu ukakutana na mimi, hujatoka direct uko nyumbani vuku huko hapa, hapana, kuna sehemu ulipita. Kwa hiyo na filamu iko hivyo, kwa maana kuna njia zake. Sio kwamba mimi kutokuonekana kila aina asini kwamba eti labda mimi sipo kwenye ile filamu au usifanyi vizuri, hapana. Ila sehemu nilipo mimi ndipo napostahili kuanzia kuwepo na kuendelea. Kwa hiyo hata hao wengine ambao wapo katika sekta nyingine kwamba wao wanaanzia huko, lakini pia kuna sehemu watafika, kuna sehemu wataishia, na kuna sehemu pia watakufa au wataendelea. Kwa hiyo filamu iko hivyo, lazima tuanze chini tuende juu. Kwa hiyo hata mimi naamini hapa nilipo sio sehemu wao jinsi wanavyoichukulia. Ni nafasi kubwa sana ambayo nipo, na naamini kwa sababu ingelikuwa nipo katika nafasi chache, nadhani ningeonekana episode ya kwanza tu au ya pili basi, lakini mpaka naongea nayo hivi leo nadhani umeniona zaidi ya episode hata 5 kama hicho. Sasa hivi kuna imefika episode ya 17 nadhani. Lakini pia kwa sababu hapa katikati kidogo kuna mambo yalikuwa yameingiliana kwenye upande wangu, kwao nikawa nimetoka kidogo kwenye Big Boss. Lakini niwaambie mashabiki zangu, huu mwaka umeanza na sasa hivi ratiba zangu nishazoweka sawa. Sasa hivi tupo katika episode ya 17, nadhani tunaenda mbele, lakini sijaonekana kwenye episode nyingi za nyuma. Ila sijaonekana kwa sababu nyingi sana. Kuna sababu ya mimi kwanza kutokuwa na nafasi ya kuhudhuria, lakini pia kuna sababu ambazo zinasababisha kutokana na story. Story inahitaji nini? Haiwezekani kwamba kila mtu awepo katika kila eneo. Kuna watu ambao wapo sehemu kwa sababu ya story na wataka, lakini kuna sehemu huyu fulani ataonekana kwa sababu story pia inamtaka. Mfano mimi itokee tupo katika labda lile jumba la maombi, ile sehemu mimi kuwepo nitakuwepo kwa sababu ile sehemu sisi ndo tupo, sijui umeelewa. Kwa hata ikitokea watu wanatoka pale kwenye ile jumba wanaenda kwenye sekta nyingine, kama itatokea nafasi ya kunihitaji mimi nitoke kwenye ile jumba kwenye sekta nyingine, nitakuwepo. Haya, mimi nataka uelezee pia mashabiki kazi unayoifanya kwa Clamvevo. Kazi unaifanya kwa Clamvevo na pesa nayo kulipa, unaona ipo inaenda sawa kweli, kwamba kazi ninayofanya mimi na pesa inayonilipa vinaendana? Kwa upande wangu kuna nafasi kubwa sana ya kila ninachokiona na manufaa yake. Ni tofauti na mtu mwingine ambaye atakayekuwa ananitazama mimi na manufaa anayoyapata. Kwa mimi binafsi siamini kwamba pesa ninayoipata kwa Clam kwamba ina thamani zaidi ya nafasi anayonipa katika maisha ya filamu. Unajua kuna kitu kimoja, mimi kwanza niseme tu, pesa ninayoipata kwa Clam mimi kuna muda sitamani niipate, na natamani sana nipate nafasi. Kwa nini unatamani usiipate hiyo pesa? Natamani nisiipate pesa yake kwa sababu mimi natamani nafasi anayonikabidhi kwenye utendaji kazi, kwa sababu nafasi ninayoipata ina thamani kuliko hata ile pesa. Ninapokaribisha pesa kuipata kwake, nakaribisha mambo mengine ya tamaa, sijui umeelewa.
Kwa hiyo nikitengeneza nafasi ya yeye kuniamini, kunipa kazi pasipokuwa na malipo, yeye ni rahisi sana mimi kunikumbuka na muda wote. Lakini nikiendekeza pesa kutoka kwake, kuna nafasi nitaipoteza, nafasi ya utendaji, kwa maana kuna muda yeye pia ni binadamu. Huenda akawa pesa hana, afa anahitaji watu wafanyaji, alafu watu wafanyaji wenyewe ndio sisi ambao wenye tamaa ya pesa, kwa itakuwa anatufanya nini? Anatupiga vijembe kidogo kwa pembeni. Kwa mimi huwa sitamani pesa, japo yeye huaga ananilipa, lakini mimi kuna muda huwa sitamani pesa, natamani muda, kwa sababu ujue sikufichi brother. Katika mtu ambaye ananipa thamani sana kwenye filamu ni Clam. Hakuna mtu wote ambaye alishawahi kutoka kusubutu akanambia mimi nina uwezo na akanipa nafasi kwenye filamu yake, ila Clam amenipa nafasi kubwa sana kwenye kazi zake. Kwa hiyo unaonaje, Clam amenipa nafasi na ameniamini, alafu mimi nijitoe kwenye nafasi nisijiaminishe. Kwa hiyo pale anaponiamini na mimi najiweka kwenye kujiaminisha kufanya kazi naye. Kwa hiyo natamani zaidi na zaidi tuendelee tufanye kazi ili mradi, kwa sababu mimi faida napata kubwa sana kupitia filamu yake hata asiponilipa. Faida anayoipata mimi ya kwanza ni hapa leo hii umekuja umenifuata kwa sababu umeniona kwenye Big Boss, umeniona kwenye Snake Boy, umeniona kwenye My Daughter, ukaniona pia kuna movie nyingine natengeneza ya Pete. Hiyo ndio nafasi kubwa ambayo wewe kakufanya uje hapa. Lakini ningekuwa naendekeza pesa, kwa maana ningekuwa na tamaa ile pesa, kuna muda ile pesa ana labda anakosa pesa au mahitaji yanakuwa mengi, atakosa pesa kunilipa, nitaonekana. Kwa watu wanasema kwamba mnavyocheza ile movie ya Big Boss unachukua uhalisia ambao watu wengi wanasema Clam Vevo labda anatumia upande wa pili. Wewe kama wewe ambaye ndo pia ni msanii ambaye upo mle ndani, ukipewa ucheze kama vile au wewe unavyoona wewe kama wewe, ule uhalisia ambao mnaocheza mle ndani. Kwanza nipende kuambia watu wote ambao wanaopenda kuangalia maigizo mbalimbali. Siku zote maigizo ndo maana yakaitwa maigizo. Neno maigizo lina maana kubwa sana. Haimaanishi igizo ni uhalisia wa maisha ya mtu cha kwanza, ila igizo ni ufanisi wa mtu. Sijui umeelewa? Kwa hiyo kile ambacho kinachofanywa kwenye Big Boss ni ufanisi, mtu anafanisi kitu ambacho kilete maana kwenye jamii, sio kwa maana yeye ndio yupo katika ule mwongozo anachokifanya. Kwa hiyo yule Clam Vevo kwanza Mungu amemjalia ni uwezo wa kufikiri, wa kutengeneza kitu ambacho kitaleta ushawishi kwenye jamii. Kwa hiyo kile tunachokifanya kwenye Big Boss ni maisha ambayo yapo kwenye jamii inayotuzunguka, ila sio maisha ya wale watu wanaofanya kwenye ile filamu. Sawa. Clam Vevo amekuwa rafiki yako, amekuwa bosi wako. Rafiki yake pia ni mwingine Steve. Wewe kama wewe msanii ambaye upo kwa Clam Vevo, unavyoona anatupiana maneno namna ile, afu ikaja kutokea siku moja Steve akakuhitaji wewe utoke uende labda ukafanya naye kazi, afu bosi wako ndo Clam. Wewe kama wewe msanii ambaye ndio bosi wako, unaona kama vile wewe kama wewe unajisikiaje wanavyotupiana maneno kama vile? Kwanza kabisa mnatakiwa mjue kitu hicho kimoja, muweze kutenganisha maisha ya mitandao na maisha ya kawaida. Leo nikiuliza mtu yoyote hapa atoke kwenye media aseme lini alimuona Clam na Steve wamesimama mbele wako pamoja alafu wanasemana, haitokei. Lakini mitandao inazungumza. Hapana, sio kweli. Hizo ni content brother. Ni namna gani tutatengeneza brand yetu mimi na wewe? Sijui umeelewa. Ukija kuangalia kwa mfano Clam anasema kwamba amemzidi Steve kihela. Hata ukija kuangalia YouTube pale namba zile, Clam anasema ipo juu na Steve naye anasema mimi Clam hajanizidi chochote, namba mimi kwangu mimi nipo juu na hela ninayo. Clam akasemaje? Kama yeye ana hela arekodi sehemu anayoishi. Wewe kama wewe rafiki yako Clam, hebu tupo kwanza tudadavulie vizuri ili hata mashabiki wanaotazama waweze kujua. Maana wewe Clam ni rafiki yako hivi na ni bosi wako pia ambaye unaweza kumfanya naye kazi na unafanya naye kazi mpaka sasa hivi. Yani kwenye swala la ushindani wao ni ngumu sana kuingilia mtu ambaye hujui, kwa sababu ukiondoa tu kwamba mimi ukaribu na Clam, sio kwa maana yani ukaribu wetu ndo wa kila kitu, mpaka kuangalia benki zake, kuangalia yani vitu anavyomiliki sijui nini na nini, sio kweli. Na pia siwezi nikamwongelea Steve kwa upande mwingine, kwa sababu sijui Steve hivyo anavyosema anavimiliki anavipataje. Kuangalia views ni kitu kingine na kuangalia pesa ni kitu kingine. Kwa hiyo wao ndo wanajua siri kati ya views na pesa. Kwa hiyo wao tuwaachie ushindani wao, waendelee kushindana. Sisi mashabiki tuendelee kuwa public wao kwa maana eti wanashindana, lakini wenzetu wanaingiza pesa kupitia ushindani ambao sisi tunashindanisha. Sawa, kwa kumalizia, wewe kama Ngeleni
Ukiachana na kazi ya sanaa, kazi gani ambayo unafanya nyingine? Mimi ni mtafutaji tu wa mjini hapa, sina kazi maalum. Kazi inayotokea nyingine yote ambayo najua kabisa hii haipo nje ya maadili yangu na pia hainiasili kiafya nafanya. Kazi ili mradi tu nipate pesa. Kwa hiyo kitokea kazi za kusaidia fundi unaenda? Mimi ni kazi yote, mimi ni mtoto wa kiume, kazi ambayo mtoto wa kiume sivai dela naenda kufanya. Noma sana. Noma sana. Yeye nimependa. Bwana kwa kumalizia pia. Bwana Ngilini OG. Mimi nataka nikuulize swali la kichokozi hapa. Starehe gani kwenye maisha yako ambayo wewe unapenda kuitumia sana sana? Mimi napenda ngono tu. Kaka. Sasa mna mke umeoa na familia. Sawa, kwani uko na mke umeoa ndio ufanye ngono? Mimi nafanya ngono na mke wangu masaa 24 tukikutana. Na mke wako tu kumbe? Haimaanishi, yani mimi ni mtu anayependa ngono. Hata mke wangu wakati namuoa anajua kwamba mimi ni mwanaume anayependa ngono, ndio maana akakubali nimuoe. Noma sana kaka. Yeah. Kwa hiyo unapenda hicho tu? Mimi napenda hicho tu, sina style nyingine. Hapana, ulevu wangu ngono. Noma sana. Bwana, hii inaitwa Nasmic Brand TV, wapenzi watazamaji. Hii kipindi inaitwa Mishemishe za Mtaani. Bwana, kwenye kameramani alikuwa King Hussein, mimi naitwa MC Mido. Huyo anaitwa Ngilini OG.